So leo tutajifunza kuhusiana na command line terminal. So katika hii video kutakuwa kuna series kwamba command line terminal tutajifunza jinsi ya kutumia terminal. Maanake muda mwingi unavyokuja kutumia, kama utakuwa mtu wa kusave ndio hivyo, kwa ajili ya kuhost projects zako za back end pia za front end, hautatumia GUI kwamba graphical user interface. So inabidi ujifunze jinsi ya kutumia terminal. Kupitia hii series tutaangalia kuanzia mwanzoni hadi mwisho. Tutaangalia kitu cha kwanza tutaangalia part 1 kutakuwa basics command, part 2 itakuwa baadhi ya intermediate command, na part 3 itakuwa advanced command. Tutajifunza pia katika kuhost project na kutumia vitu vingine. So katika hii part ya kwanza tutaangalia basics, vile vitu basics kama navigation. Pia tutaangalia jinsi ya create files pamoja na directories, folders. Then tutaangalia jinsi ya copy files, pia kudelete, kuperform zile include kwenye upande wa files na folders. Pia tutaangalia jinsi ya kuview file. Nataka nione file langu lipoje, kuview file na kuview mafolder. Pia tutaangalia basic, kama umekwama sehemu, basic help. So nitafungua hapa terminal yangu, then nitaizoom hapa, nitaizoom vizuri iwe inaonekana. So kitu cha kwanza nitaweza nikaandika hapa notes kabisa. So kitu cha kwanza ambazo tutakisoma siku ya leo, tunasema kwamba tutasoma navigation. Nasema navigation ambapo kwenye navigation tutapitia vitu vitatu: pwd, then tutapitia ls, then tutapitia hii na command inaitwa cd. So ngoja ni save kabisa. Nasema linux, tuseme cli part1.md so tutaangalia hii part 1. So kwenye navigation, so akimaanisha pwd anamaanisha nini? So pwd ina stand for, tunasema print working directory. Directory ni kama folder, ambapo kwenye upande wa Linux sana tunaita directory. So mtu akisema directory then akasema folder ni kitu hicho. So tunatumia command gani kwa ajili ya kuangalia hiyo pwd na print nini? Pwd ina print working directory, kwamba folder ambalo nipo nalifanyia kazi linaitwaje. So nikiandika hapa pwd nakutana na hicho hapa. So folder ambalo nipo ni folder ambalo lipo katika /home/curly, kitu kama hicho. So hili ndo tunasema hivi working directory. Then kitu kingine tunasema ls. Sasa ls inatumika kwa ajili ya kulisti. Kwa hiyo italisti majina yote folder zote pamoja na files. So nitaandika tu ls. So itakuja imelisti zote, imelisti hii ni mafolder. Ukiona ina rangi ya blue mara nyingi inakuwa ni folder. So kuna folder ya desktop, folder ya document, folder ya downloads, folder ya music, pictures, project, public, templates na video. So ndo kazi ya ls. Then kwenye cd inakwambia kwamba kama kwa ajili ya kuprint, ambayo cd inamaanisha nini? Current directory. Tunasema current directory. So vipi kama nataka, maana tumesema hiyo command inatumika kwa ajili ya hizi command pwd ls, na hii hapa kwa ajili ya navigation. So hapa nitaitumia cd. So kama nataka niende kwenye folder ya desktop, nitaandika cd current directory, then nitaandika jina la folder ambalo nataka kufanyaje, nataka kwenda. So nitaandika cd desktop. So nikiandika cd desktop then nika enter, nakuta nimemove kutoka kwenye home curly kwenda kwenye folder la desktop, ambapo nikiprint pwd nakutana kwamba nipo kwenye location ya folder la desktop. So kitu kama hicho. So ndo jinsi ambavyo cd command inafanya kazi. Then baada hapo tunasema kuna command kwa ajili ya creating files and directories. So kuna command ambazo tunazitumia kwa ajili ya create file pamoja na create directories.
So command ya kwanza ambayo tunaitumia kwa ajili ya create file tunasema touch ikifuatiwa na jina la file, then command inayofuatia kwa ajili ya create folder inaitwa make directory. So kama nipo kwenye folder ya desktop, nataka nitengeneze file. Kwa mfano upo kwenye project yako unataka utengeneze labda file labda HTML, so utaanza na command ya touch ikifuatiwa na jina la file, ambapo sisi jina letu la file tutasema index.html. So nikiandika index.html nika enter, litatengeneza file la index.html. So nikienda kwenye folder la desktop nitakutana na file la index.html, ila hapa ndo ambavyo touch inafanya kazi. Then command nyingine ambayo inatumika kwa ajili ya create folder tumesema mkdir, kwamba inamaanisha make directory. Make directory inamaanisha nini? Kwamba create nini folder. So naweza kusema create folder. So naiandika create folder vipi? So kama nipo kwenye project yangu, labda nitatengeneza project yangu ya backend, nataka nitengeneze folder labda folder inayohusiana na project yangu, labda ambayo project yangu inasema natengeneza to do list, nitaandika make directory to do list. So nikiandika make directory to do list, then nikaja kwenye folder langu ya desktop, nitakutana na folder ila hapa limekuwa created. So tunatumia command ya make directory kwa ajili ya create folder, then command ya touch kwa ajili ya create file. Then kitu kingine tunasema copying kwa ajili ya kucopy, tunasema copying, moving and deleting. So kwenye kucopy, kumove na kudelete tuna command ya cp, then command nyingine ambayo tutaisoma ni move, na command nyingine ya kuremove, na command ya nyingine inaitwa remove directory. So inafanyaje kazi command ya kucopy? So command ya kucopy tunasema hivi, ukiandika cp, nikiandika tu cp hapa itaandika kwamba missing file. So naweza nikaangalia kwa ajili ya kupata help, nikaandika cp then -help kwa ajili ya kupata help kuhusiana na file, ambapo anakuja huku juu anasema hivi kwamba cp inafuatiwa na option, ambapo cp tuone basic, anasema cp, naona mifano haijakaa poa, ila tunatumia kwa ajili ya kutengeneza copy ya kitu fulani. So tunatengeneza copy vipi? So hapa chini kama umeona haya maneno yote ambayo yanajitokeza hapa, naweza nikayafuta kwa kutumia na command inaitwa nini? Clear. Command inaitwa clear. So nikija hapa nikaandika clear, itafuta yale maneno yote. So nipo kwenye folder ya desktop, nataka nitengeneze, manake kwenye folder ya desktop nikiangalia list kuna faili la hii hapa .md ambalo hii kwa ajili ya kuandika, ambayo naandika notes, then kuna faili la index.html na kuna folder la to do list. So nataka ni copy ili faili, ila hapa ili faili nilikopi kwenda kwenye index.css, labda nilikuwa nimekosea, nitaandika cp index.html kwenda. Kwa hiyo hapa hii ya kwanza, command ya kwanza itakuwa source, command ya pili itakuwa destination index.css. So nikiandika kitu kama hichi, then nikaja nikaandika list hapa, nakutana na hii hapa. So copy inachokifanya inatengeneza copy ngapi? Mbili. Inatengeneza copy, yani copy ni kama tu kwenye window kwamba tuna copy kitu. Kwa hiyo copy inachokifanya inaacha nini? Inaacha footprint ibaki, ila inafanyaje? Inatengeneza copy ya kitu kingine. Ndio maana ya copy, kwamba kuna vitu viwili ila kimoja kimekuwa copy kutoka cha mwenzake. So ndio jinsi ya command ya copy inayofanya kazi. So ukitoka kwenye command ya copy kuna command inaitwa mv. Ukiandika mv hapa, hii hapa mv inamaanisha move. So nikiandika mv nikaandika help, au unaweza kaandika -help,
nikiandika hivi anakuja ananipa maelekezo, anasema hivi move. Command ya MV inaanza na option, then inakuwa kuna source pamoja na destination. So what if nimekosea, labda sorry na clear hapa, what if nimekosea, maana ukiangalia list kuna list ya index.html na index.css. Leo nimekosea, nataka nifanyaje, ni remove ili folder la index.css kwenda kwenye index.js. So nitaandika move, then hapa nitaandika source ambayo na move ni index.css kwenda wapi, kwenye nanlia ya index.js. So nikiclick enter then nikaandika list, nakutana na hii hapa. So ilichokifanya move ni kama tu ina cut, kwamba ina remove ile ya kwanza, inatengeneza new file. So hata kama hauna hilo file litakuwa litatengenezwa. So what if kama kwenye nataka ni move ili file ile hapa pamoja na ile hapa kwenda kwenye project yangu ya to do list. So nitaandika move, kumbuka unaanza na source and destination. Source yangu ni index.html au niseme index.js, na move kwenye folder la to do list, na move kwenye folder ya to do list. So nikiclick enter hapa then nikalist, nitakuta file langu la index.html limetoka kutoka kwenye folder la desktop kwenda kwenye folder la to do list. So nikienda kwenye ile folder la to do list ambayo nilisema tunatumia command ya cd, nikiandika cd nikaandika to do list, ndani ya to do list nikaandika ls, nikiandika ls nakutana na faili langu la index.js. So ndo kitu kama hicho. Then kuna command kama nataka kurudi back kwa hatua moja, step moja, ambayo command tunasema inaitwa cd, nataka nirudi nyuma kwa hatua moja. So kama ni hatua moja nitaandika .1. So nikija hapa nitaandika cd then nikabinya enter, itanirudisha nyuma, maana hapa nilikuwa kwenye folder la to do list. So nimerudi nyuma kwenye folder la desktop. So ndo jinsi ambavyo inafanya kazi. So kama nataka nirudi pia hatua ngapi, hatua nyingine nyuma, so nikasema labda niende kwenye folder la to do list, then nataka nirudi hatua 2 nyuma, nitaandika cd ... itafuatiwa na alama ya slash, hiyo slash, then nitaandika ... utakuta kwamba nimemove kutoka kwenye desktop hadi kwenye home slash curly. So that's all kwenye upande wa kwenye upande wa kufanyaje, kwenye move. So kama nataka delete file natumia command ya lm. So kwa mfano hapa nika clear, tukasema ls, nikaenda kwenye folder la to do list. So nipo kwenye folder la to do list, ndio labda let us say labda tuseme nikatengeneza nikafanyaje, maana tumesoma nikatengeneza folder nikaliita client. So ili client ni kwa ajili ya kuweka logics, ndio. So nikilist hapa nakutana na folder la client. So labda nipo kwenye folder nimeenda kwenye folder la client, ila labda nataka ni remove ili index nifanyaje, nifute hii folder la nifute hii file la index.js. So tunatumia command ipi? Tunatumia lm, ambapo ni kama ina stand for remove. Then hapa nitaandika file ambayo nataka remove, nitaandika index.js. So nikiandika index.js then nika list, nakuta folder na ndia file zote zimekuwa ile file husika limekuwa removed. So kazi ya command hii hapa inamaanisha nini? Hii command inamaanisha remove, sio hivyo? Then hii command inamaanisha copy, na hii command inamaanisha move. So jinsi ya kufuta file tunatumia command ya lm, ila jinsi ya kufuta folder ndo tunasoma saizi hapa. So vipi kama najaribu kufanyaje kufuta folder ila kwa kutumia command ya lm? So nikiandika lm nikaandika client, nikakuta itaambia kwamba cannot remove client is a directory. So nikiclear hapa nakutana hichi kitu. So nikiandika list nakutana na folder. So kama nataka kufuta folder natumia tunasema remove
directory. Hii ndo command ambayo tunaitumia kwa ajili ya kufuta folder. So nitaandika remove directory, then hapa na jina la folder. So nikiandika hivi then nikabinya enter, so nikilist hapa nakutana na hichi hapa kitu kwamba hakuna faili lolote ambalo limekuwa listed kwenye project yangu. So ndo jinsi ambavyo remove directory inafanya kazi. Then kitu kingine ambacho tunaweza tukakisoma, tunasema viewing nini? File contents. So file contents tunaziview vipi? File content, command ya kwanza inaitwa cat, command ya pili ambayo tutaitumia inaitwa less, na command ya tatu ambayo tunaweza tukasema tutaitumia inaitwa head. Command nyingine ambayo tunaweza tukaitumia tunasema inaitwa tail. So hizi zote zinafanyaje kazi? So cat command inatumika kwa ajili ya kuangalia content ambazo zipo kwenye file. So nika clear hapa, let us say na folder linaitwa, sema nikatengeneza file, nikasema touch index.js. So nataka niangalie content gani ambazo zipo kwenye index.js bila kulifungua. So nitaanza na command ya cat, then nitaandika jina la file ambapo hapa ni index.js. So nika click enter, hakuna kitu chochote. Je, ngoja tujaribu kuweka hata niweke hata kitu chochote kwenye folder la index.js. Then nikija hapo kwenye folder la index.js, hapa labda nitaandika labda, sorry kwa ambao hawajui JavaScript, ila sio lazima, nitaandika hapa testing this one level, then nitaisave, then nitaiclose. So nikija huku nikaangalia cat command. So nikiangalia cat command ina print vile vitu ambazo vipo kwenye file langu au kwenye folder husika, kwenye folder husika, kwenye file husika. So let us say labda niongeze maneno kidogo hapa uone vizuri inavyofanya kazi, then kai save. So hata nikiandika cat tena itaonesha list ya files zote. So unakuta hapa kama file ni refu inakuwa kipengele. So kuna command inaitwa less. Je, command ya less inatusaidia kufanyaje? So nikaandika less, nikaandika hyphen hello. Command ya less hapa anasema hivi kwamba command marked with hapa may proceed by number. So naona maelekezo yamekuwa magumu, itakuwa shida but so ta clear hapa. So command ya less nasema less ikifuatiwa na jina la file. So list hapa nasema less, then nitaandika index.js. So nikiandika less index.js inachofanya ni kama inafungua nini? Inafungua, yani kunakuwa kama ka editor fulani ambako naweza nika scroll chini, ila kwa sababu hapa maneno hapo machache ndio maana unakutana na hii command ya end. So kuquit hapa uta click alama ya Q. So nikiclear tena nikafuata less, unakuta hapa chini wanaandika jina la file then end. So kama kuna mafaili mengi kwenye file kuna content mark, unakuta kuna wengine kuna lines of code labda 200 au lines of code labda buku. So unakuta tunatumia command hiyo kwa ajili ya kuangalia kitu chap. Then kuna command pia inaitwa head, command ya head. Command ya head inafanyaje? So nikiandika head then nikaandika help. So head inachokifanya, nikija hapa juu anasema hivi prints the first 10 lines of each file to standard output. So head ina print first 10 lines ambazo zipo kwenye standard output. So command ya head inachotusaidia ni kwamba ina print first ngapi? 10 lines, ambapo tunaitumia make assume kwenye project yako labda una lines of code ngapi? Lines of code labda tuseme 200 au 300. So huwezi ukasema una cut lines of code zote, au huwezi ukasema unatumia less. So unataka uangalie first 10 lines of code, unafanyaje? Ndio unatumia command ya head. So naweza nika copy kwa ajili ya kuitumia, nataka niweke kwenye file labda la .txt. So nita clear hapa, nitasema touch index.txt. So nikiandika index.txt then nikaja kwenye folder hapa, folder index, then nita paste
hizo info hapo. So nikija hapa nika clear nikaangalia ls, so natumia command ya head kuangalia first 10 lines. So naandika head then naandika index.txt. So nikitumia index.txt ndo imeprint first 10 lines. So nikiangalia line ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa na ya 10 hii hapo ambayo iko empty. So that's how in head command inafanya kazi kwenye project. Then kuna command nyingine ya tail. Tail inamaanisha mkia. Tail. So nikiandika tail nikaandika -help, anatuambia kwamba tail anasema we print the last 10 lines of each file. So head ina print first, then tail ina print last 10. So nita clear hapa, nitaangalia ls, then nitaandika tail index.txt. So nikiandika index.txt then nika print, nikabinya, nika click enter, then ita print last 10 lines. So nika clear hapa kuiopen, nakutana na hichi hapa kitu ambacho hizi ndo last 10 lines hizi hapa unazoziona, ambapo kuanzia hapa hii ya kwanza inasema hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10. So kitu kama hicho. So ina print last 10 lines, ambapo count hapo hadi hapo ni 10 lines. So that's all for kwenye upande wa kuview file contents. Then kuna commands mbili ambazo zimebaki kwa ajili ya kuangalia help. So kwa kupata msaada. So kama unafuatilia labda iseme natumia command ya tail ila nimesahau command ya tail inafanyaje kazi. Kuna command ya kwanza inaitwa man. So natumia command ya man, natumia man pamoja na command ambayo unataka upate nini? Maelekezo kuhusiana na hiyo command husika. So nitasema hapa, nitasema kuna command ya nini? Tunasema nini? Basic nini? Help. So kwenye basic help tunasema kuna vitu viwili. Tunasema man inamaanisha nini? Man inamaanisha manyo, na command ya help ambayo tunatumia inaanza na -2 kama ni help, au unaweza sema tunatumia nini? Inatumia -1 na hii hapo. So tunatumia command ya man. So nikiandika man then pamoja na command husika ambayo nimekwama, so nikaandika command, labda command ya tail. So nikiandika man na command ya tail, nitakwambia tail inafanyaje kazi. Tail then command ambazo yani tuseme syntax, option na file, print the last name, then kuna option hizi zingine. So una scroll hadi chini kupata maelekezo zaidi kuhusiana na command husika. Pia kuna maelekezo related part, pia kama una report bugs, author na maelekezo mengine. So kuweza kuquit naweza na click alama ya Q. Pia command nyingine ambayo naweza nikaitumia, unatumia command ya H. H inakusaidia kupata quick overview ya help na pamoja na flag na maelekezo mengine. So ukitoka hapo, command nyingine ambayo tunaitumia ukiachana na command ya man, command nyingine ambayo tunaitumia ni command ya help. So ambapo help ni tofauti kidogo, ambapo unaanza na command ambayo imekama, labda tuseme command ya make directory, then utafuata na -help, then nika click enter, napata quick overview ambayo syntax kwamba remove directory pamoja na option, then directory nasema hivi nasema remove the directory. So hii hapa ina remove file, si ndivyo, kama itakuwa ni empty. So that's all. Then kitu kingine ambacho naweza nikaongelea, kuna ukiachana na kutumia help hii, unaweza ukatumia h ila hyphen iwe ngapi? Iwe 1. So nikiclick hapa, sorry I don't know why it doesn't work. No, kuna command ya h. So ndio kitu kama hicho, sikumbuki vizuri the way inafanya kazi. So unaweza kuwa unatumia tu command ya help. So that is all kwenye upande wa basic command line, kwenye upande wa terminal. So
Cha muhimu zaidi, tengeneza kama assignment ya wewe kama wewe, jaribu kutengeneza folder kwenye upande wa desktop, tengeneza folder la desktop, then jitahidi kutengeneza ndani ya folder ya desktop, tengeneza folder lingine, then jitahidi upitie utumie hizi command, au leo unaweza kusema labda wakati nasoma HTML, instead ya kuanza create folder kwa kutumia GUI, fungua terminal then anza kutengeneza folder kwa kutumia hizi command. So asanteni, that is all for part 1 ya hii course. Tutaendelea part 2, ambapo part 2 tutajifunza advanced concept kidogo. Asanteni.